Wagwan guys. Today I have visited Polito Farm. He is my friend in business. Tunafanyanga sales za ng'ombe and training people about dairy farming. I came to his farm nione venye analisha na nione the types of breeds of animals akonazo. I've seen akona variety, akona from the heifers, akona bulls, akona milkers, akona winners, hata ndama wadogo, because behind me tumesimama shed ya winners. These animals nimeland they are between 4 months to 7 months. So if you are there interested in dairy farming, Polito Farm ako hapo. I have testified akona vitu poa just as zenye mimi nauzanga. So when you are interested in dairy farming and you want to purchase the animals, the number is down below the screen. Unamu inbox, give him a call na utasaidika. Okay, sasa for the animals I have learned huku mmezi differentiate into different categories. Yeah. Like on my right side naona kuna bulls. Yeah. Then behind me kuna zingine the heifers and the bulls. Yeah. Tena outside or behind our camera there is zingine. Yeah. Reason ya kuziweka into different places ni gani? Tumeweka hizo in different places because of one feeding. Bulls are not supposed to feed like the young calves. And also the young calves are not supposed to be given the same food we are giving the milkers. And also the big heifers. So also tumeweka ili current akikuja, it will be easy for him or her to select the animal he want, either a bull or a calf or a big heifer. Yeah, na sasa okay, kuna kuanga na challenge. Hata mimi nakuwa na hii challenge at my place of the workers. Unapata mtu mwenye umeajiri akuangalilia wa ng'ombe, inakuwa ni challenge in form of maintenance ama management ya farm. How do you go about ikifika kwa workers? Okay, one thing I have learned about workers. Kitu ya kwanza mfanyakazi anakusuburia ni ukimlipa pesa kidogo. So ukimlipa pesa kidogo atakuwa na that urge ya stealing from you. And also he will be very lazy because you are paying him a little money. So it will be easier for him to be looking for other money from you. So mimi namlipa pesa mzuri. So it will be easy to clean my animals, to feed them very well. Juu hiyo chakula anaenda kuuza, ataweza kupea ng'ombe chakula juu hakuna pesa mingi anataka. Nimemlipa pesa mzuri. Yeah. What about okay, one, if farm yako unapata kama mimi nimetembea. One, si tu mimi natembea because you host different clients wakipurchase the animals. Ikifika in disease, controlling the disease kwa farm yako, how do you go about it? Okay, controlling the disease, one, we make sure that the farm is very clean. You can check and see how everything is at its place. So kitu ya kwanza ni cleanliness, kitu ya pili ni making sure the animals are feeding well, they are wana feed in balanced diet. So kitu ya tatu ni making sure the veterinary comes here regularly, so it will be easy for controlling the diseases. Yeah. Then tukiingia kuna footpath, kuna mahali tumeingisha miguu. Tukatuambia lazima we disinfect ourselves tukiingia. The reason ama ni nini umeweka kwa hiyo footpath? Kitu kwanza tumeweka ni soda ash. We have mixed the soda ash with the water because soda ash na ash ina prevent diseases. Unaweza toka na ugonjwa huko yenye na transmitiwa through people. Wakitembea hivi unachukua magonjwa huko zenye zina spreadiwa kwa ng'ombe. So tumeweka hapo ili ina disinfect. So kikuja huku inatoa hiyo magonjwa. Alafu ng'ombe bado akitoka hapa ana disinfectiwa akiingia kwa gari ili aende kwa mkulima. Okay, kuna watu wako a lot of people outside here they want to venture into farming. A lot of people, which advice can you give to anybody mwenye akona anataka kufanya farming but hajui atafanya nini? Yani anataka tu. Okay. Dairy farming kitu kwanza mimi naweza sema it's very profitable, especially if you got some milking animals and also you have the passion. So dairy farming kitu ya kwanza nimejua ndio haijengiriwa sana yani haina vitu mingi. Wewe ukilisha ng'ombe yako mzuri atakupea maziwa. Kitu ya pili inasaidia kupromote hawa vijenzis. Wajenzis unanunua ng'ombe leo, kesho inazaa nakupea damu ya kike, and the next 1 year you have several animals, so you are growing. Yeah, hiyo ndio kitu najua. So I can advise young people, especially this from the age of 18 to 30, to keep investing in animals, save the little money you can have,
uanze na madama, uanze na they grow, then you have a big farm. So in form of sales za ng'ombe, unauzanga ng'ombe zako wapi na wapi? Okay, my animals have a big market. Tunauza ng'ombe Kenya. Kenya, it's the most part we are selling animals. We also selling animals in Uganda, and also we are selling animals in Tanzania. So in Kenya, I have visited all of the counties with the animals. I've been in Samburu, I've been in Western, I've been in Garissa. Those people, every part in Kenya, I've been delivering animals. So if you're interested, you can DM us on the number on the screen. So to the viewers, umesikia like ng'ombe zinauzwa East Africa mzima, hakuna mahali haziuzwi. Hata wenye wako outside East Africa, ng'ombe itakufikia. Anywhere, any part of the world, penye uko ng'ombe itakufikia. So contact the number down below the screen. Wataweka hata email yao kama unataka kuwa reach, na utasaidika as far as dairy farming is concerned.